patia na ili tuweze kumwabudu na kumshukuru na kumega mkate wa siku ya leo. Nashukuru Bwana nimeokoka. Yesu ni Bwana, amekuwa mchungaji wa karibu na amekuwa mlinzi mwema. Umbali huo tumefika ni mkono wa Bwana. Umbali umefika hata wewe mtazamaji wangu, nikikukaribisha katika lunch hour katika CFC. Tunakukaribisha mahali lipo, unapokula, unapokunywa, na kuomba uweze kuweka simu yako iwe on kwa Facebook, kwa whatever, YouTube, na ili uweze kusikia neno la Bwana na usikie jinsi Mungu wetu anavyosema siku ya leo, na tutabariki. Nataka tufungue na neno la maombi, maana maombi ni nguvu yetu. Maombi ni nguzo letu siku ya leo. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tuko mbele zako mfalme wa amani. Tunapenda Bwana kulishukuru jina lako na kulitukuza, maana limetukuka Bwana kuliko majina yote Bwana katika mbingu na dunia. Jehova, jina lako limetukuka na limetawala milele daima. Pokea sifa zote mtakatifu mwema. Tunakuhimidi kwa upendo wako na ukarimu wako. Jina lako litukuzwe mfalme. Biblia inasema ya kwamba wewe ndio mwanzo na ndio mwisho. Jehova, tunaliamini jina lako ya kwamba Bwana utakuwa mtangulizi wa hii kipindi. Jehova, katika hii lunch hour, katika kila hali Bwana utatukuka na utatawala kwa nguvu na uwezo. Ninaombea Bwana hata naye tutazama, anayesikiliza neno lako adhuhuri njema, ninaomba nguvu zako ziweze kutawala, akapaweza kupokea mponyaji aliye mgonjwa, aliye chini katika kiroho ukamuinua, aliye chini katika kimaisha Bwana ukaweza kumtembelea, aliye Bwana na kusononeka kwa moyo wake ukapata kufarijiwa, ukapata na kuinuka tena, ukapata kuwa na furaha, akapata kuwa na faraja katika Kristo Yesu. Tunakuhimidi Bwana kwa vile Mungu wetu tutamanaki dhuhuri njema na utatembea na njia kuu kwa utukufu wako. Bariki walio hapa Bwana. Tunalihimidi jina lako na tunalitukuza mfalme, maana neno lako limetukuka kuliko majina yote. Katika milima yote Bwana, jina lako limepata nguvu tele na limepata kuhimidiwa katika jina lako mfalme. Tunasema ni asante mfalme wa amani. Pokea sifa zote, pokea shukrani za mioyo yetu Bwana. Tunapokuhimidi, tunaposema wewe ni mwaminifu, utawale na utukuke mfalme, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Bwana asifiwe. Naona tuko na waibaji wetu, tuta worship Mungu, halafu tuende kusikia neno la Bwana, nasi tutabarikiwa mchana wa leo. Bwana asifiwe. Bwana ni mwema. Unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wastahili, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili mfariji mwema, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba watawala, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe watakasa, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe unaponya, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe mwisho, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili tumaini letu, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe wainua, unastahili kuabudiwa,
unastahili kuabudiwa, unastahili, wastahili, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili, wastahili, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Bwana, tunakushukuru, tunakuheshimu, unastahili kuabudiwa. Pokea sifa zote, mfalme wa amani, siku ya leo na adhuhuri njema. Tunasema wewe ni mwaminifu, wewe ni Mungu wetu, unastahili kuabudiwa, unastahili kupewa sifa, unastahili kuheshimiwa, mfalme mkuu. Bwana, pokea ibada ya mioyo yetu, pokea sifa za mioyo yetu Jehova. Tukisema Bwana, tukiungana pamoja na malaika Bwana, tukisema wastahili kuabudiwa, wastahili kupokea sifa, wastahili sifa za mioyo yetu Bwana, wastahili heshima zote. Umetukuka na umetawala Bwana, hakuna Mungu mwingine kama wewe Jehova. Tunaalika uwepo wako na nguvu zako, tunaalika mwongozo wa Roho Mtakatifu na ili uweze kutenda kazi ndani yetu, katika jina na damu ya Yesu. Ninaomba hekima na maarifa Bwana, neno lako linapokuja Bwana, naomba Mungu uweze kusemezana na mioyo yetu, kwa watazamaji wetu, kwenye sisi tuko mahala hapa. Ninaomba nguvu zako za Roho Mtakatifu Bwana ziwe kuwa juu yetu Jehova. Maneno yetu tukayanena Bwana, ukanitumie kama chombo chako Jehova, na ili neno lolote lile nitakalo nena likuwa ni kwa utukufu wa jina lako, likuwa ni kwa upendo wako mkuu, katika jina na damu ya Yesu. Biblia inasema ya kwamba na tukusanyike pamoja na ili tuweze kusikia kusudi lako Bwana. Tayarisha mioyo yetu siku ya leo, tayarisha mioyo watazamaji, shauku na hoja za mioyo yao Bwana, mkaweza kukutana nazo katika jina la Yesu. Tunakubariki Bwana, walio karibu na nambari Bwana, nguvu zako, mkono wako sio mfupi washindwa kubariki, macho yako hayani giza yawezi kuona Jehova. Tunakushukuru Bwana, maana hakuna kipimo cha nguvu zako, hakuna kipimo cha neema yako Jehova, kipimo cha nguvu zako. Utawafikishia neema ile Bwana, nguvu zako zitatawala katika maisha, watafunguliwa, watakombolewa, watawekwa huru Jehova, na neno lako likakuwa tumaini mpya katika maisha yao, katika jina na damu ya Yesu. Ubarikiwe na upewe sifa. Asante Bwana kwa vile utakuwa kimbilio letu, utakuwa tegemeo, utakuwa mwanga katika miguu yetu, utakuwa Jehova jire kimbilio la maisha yetu, utakuwa mlinzi wa ajabu Jehova. Neno lako litakuwa la hai katika maisha yetu, na tutakuwa na hali ya kupumzika katika mapenzi yako, kwa vile Bwana unaenda kuana kutuvua Bwana mapambo yetu yote Jehova, na ili uweze kutoa sadaka iliyo kamilifu katika jina na damu ya Yesu. Ubarikiwe na upewe sifa Bwana. Tunakualika uwepo wako Bwana, nguvu zako twahitaji, bila wewe hatuwezi kama Bwana. Tembea na ili utende mapya, na katika jina lako Yesu, jina lako litahimidiwa na libarikiwe, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Bwana sifiwe. Thank you. May you have your seats and God will bless us all in Jesus name. Bwana sifiwe. Nashukuru Mungu kwa funza hiyo, maana Mungu wetu amekuwa mwema, amekuwa mwongozi, amekuwa. Bwana sifiwe. Licha yote ni vizuri kukuwa na ushirika wa Bwana, maana Biblia inasema ya kwamba yote yatapita, yote yataisha, lakini kuna neno liko nzuri na neno la msaada ambayo ni Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Ninatikuwa naona ya kwamba katika wakati ambao watu tumekuwa tukiishi, kuna mambo yanakuja na yakiondoka. Bwana asifiwe. Tukiangalia katika mwanzo, corona ilipoanza, ilikuja na watu watu wakakuwa na hali ya kukua na uoga, kujiuliza na mimi labda ni mimi leo nitashikwa au mwingine. Bwana asifiwe. Lakini jinsi hivyo mambo yanavyotukia katika dunia, hata hali ya kiroho, katika ulimwengu wa kiroho, ni vizuri ujihoji, wewe uko aje katika mapenzi ya Bwana. Bwana asifiwe. Maana watu wanakimbilia au wanaogopa jinsi hali inayotukia katika maradhi, lakini kunayo maradhi mengi ya kiroho ambayo watu wa Mungu tunafaa tukimbie, na
inastahili tukimbilie, tutoke kwenye dhambi, tukimbilie Yesu Kristo ili aweze kutuponya na tuweke huru. Bwana asifiwe. Mungu wetu ni mwaminifu. Tukiangalia ukuu wa Bwana au mapenzi yake Bwana au msaada wake Bwana, Biblia inasema ya kwamba neno la Bwana linakuwa na nguvu na utere katika jina lake Yesu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tukifanya neno la Bwana kukuwa na nguvu ndani yetu, au likipata kuota katika nafsi yako, katika moyo wako, ndugu na dada, utakuwa mtu wa kuegemea upande wa Kristo. Bwana asifiwe. Utakuwa mtu wa kumcha Mungu, utakuwa mtu wa kutayarisha moyo wako. Maana kama jinsi maradhi inakuja kama ya corona, jinsi inavyoenea, tuasikia inakuja na inamaliza kwa ukali mwingi. Lakini hivyo hivyo katika hali ya kiroho ni vizuri ujihoji, hali ya kiroho umekuwa na udhaifu mgani? Bwana asifiwe. Tuache kubebwa na hali ya ulimwengu, lakini nataka sasa hivi uingie katika nafsi yako, katika hali yako ya kiroho. Umekuwa mtu wa kumcha Mungu, dhambi zimekuwa zikukuondoa. Bwana asifiwe. Kunazo dhambi za kiroho kama maybe ni kama corona, inakuja na hali ya nguvu sana, lakini una uwezo wa kustahimili hilo. Bwana asifiwe. Uko na uwezo wa kufanya hiyo jambo lisikuje na kwa kishindo, na ili uweze kuepuka na ukamnejea Bwana na ili akuwe msaada wako. Bwana asifiwe. Ninataka kukuhisi siku ya leo ya kwamba ni vizuri kukuwa na hali ya kumcha Mungu, hali ya kutafuta upendo wa Mungu, hali ya kutafuta neno la Bwana, hali ya kukuwa na ushirika mwema na Mungu. Jinsi maradhi inavyokimbisha watu, kimbilia kwake Yesu, maana kunaye mmoja ataweza kuweza yote. Bwana asifiwe. Naye ni Yesu Kristo, anaweza yote. Jinsi anavyoponya, jinsi anavyorehemu katika ufahamu wa kiroho, huyu Yesu ataturehemu maisha yetu. Tukimbia na tukitoka kwa dhambi zile, tutakuwa watu tofauti, tutakuwa viumbe vipya, na tutakuwa watu wenye baraka kwa msaada wa moja na mwingine, na katika ufahamu wa Bwana. Hata even to our society we shall bring changes because our God is on our side. Bwana asifiwe. Na Mungu wetu atatubariki. Na ningetaka tuingie katika neno la Bwana in the book of Ezra chapter 10. Ezra chapter 10, nasi Bwana atatubariki. Haya ni maneno ya mtumishi wa Mungu Ezra. Alikuwa ananena, na alikuwa ananenea watu waliokuwa wamejikusanyisha, na walikuwa na mambo ambaye haikuwa ya kufurahisha Bwana. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba, tukisoma hapo mwanzo, hapo chapter 10 hapo verse 1 inasema, basi hapo Ezra alipokuwa akiomba na kuungama, akilia na kujiangusha kifundifundi mbele ya nyumba ya Mungu, wakamkusanyikia katika Israeli wote kusanyiko kubwa sana la wanaume na wanawake na watoto, maana watu hao walikuwa wakilia sana. Hata Shekania mwana wa Heeri, mmoja wa wana wa Elemu, akajibu akamwambia Ezra, sisi tumemkosa Mungu wetu, nasi tumeoa na watu wa nchi hizi, lakini kungaliko tumaini kwa Israeli katika jambo hili. Haya basi, na tufanye agano na Mungu wetu, kuachana na wake zetu na wale waliozaliwa nao, tukilifuata shauri la bwana wangu na shauri la hao wanaoitetemekea amri ya Mungu wetu. Mambo haya yanatendeka kwa kufuata Torati. Inuka, maana shughuli hii ya kuhusu wewe na sisi tu pamoja nawe, uwe na moyo mkuu ukaitende. Ndipo Ezra akaondoka, akawapisha wakuu wa makuhani na Walawi na Waisraeli wote ya kwamba watafanya kama hayo. Basi wakaapa. Kisha Ezra akaondoka hapo mbele ya nyumba ya Mungu, akaingia katika chumba cha Yohanani mwana wa Eliashabu. Hata alipofika huko, hakuna mkate wala hakunywa maji, kwa maana alilia kwa sababu ya kosa lile la watu wa uhamisho. Wakapiga mbiu katika Yuda yote na wa Yerusalemu ya kwamba wana wote wa uhamisho wakusanyike pamoja yuko Yerusalemu, na ya kwamba mtu awaye yote asije katika muda wa siku 3, kwa shauri lile la wakuu na wazee. Basi aondolewe mali zake zote, akatengwe yeye mwenyewe na mkutano wa uhamisho. Ndipo wanaume wote wa Yuda na Benjamin wakakusanyika katika muda wa siku 3,
Ulikuwa mwezi wa kenda, siku ya 20 ya mwezi, na watu wote wakaketi katika uwanja mbele ya nyumba ya Mungu wakitetemeka kwa sababu ya neno hilo na kwa sababu ya mvua mkubwa. Kisha Ezra kuhani akasimama akawaambia, mmeoa wanawake wageni kuiongoza hatia ya Israeli. Sasa basi ungameni mbele za Bwana Mungu wa babu zenu, mkatende alipendaro, mkajitenge na watu wa nchi, tena na wanawake wageni. Bwana asifiwe. Praise God. Hiyo neno nilikuwa ninalisoma, na kichwa cha neno langu au mahubiri ya leo is to make a new covenant with your God. Bwana asifiwe. To make a new covenant with your God. To make an agreement, to have an agreement with your maker because of the things maybe you have been doing there in the past, which they are not righteous before the eyes of God, or they are not pertaining to the kingdom of God. Bwana asifiwe. But you are there to reject, you are there to defect from it so that you can be able to walk according to the will of God. Praise God. Na hayo maneno ilikuwa inanijia na ajia iliyokuu kabisa, sababu nilikuwa naona wakati huu Ezra, wakati ule alikuwa akinena haya maneno. Biblia inasema ya kwamba nilikuwa naona katika hali ya Ezra ni kukua. Ezra, that it means ni kama kukua na yani kukua na neno la Bwana au kutengeneza mwongozo wa Bwana. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba wakati ule Ezra alikuwa anaomba na alikuwa akiungama, akilia kwa uchungu, akilala kifundifundi mbele ya Mungu wake, na kukakuwa na kusanyiko la watu wana wa Israeli. Walikuwa wanaume kwa wake na watoto, maana walikuwa wamekuwa yani hawalikuwa hawajatii sheria za Bwana. Bwana asifiwe. Lakini katika mahali pale kukakuwa mtu mmoja aliyetokea, alikuwa anaitwa Shekania, ni mwana wa Heri. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba huyu mtu alipata kukuta Ezra akiomba, na wakati ule Ezra alikuwa anaomba alikuwa na hali ya kusononeka au alikuwa na kilio katika maisha yake, maana alikuwa ameona jinsi wana wa Israeli na katika yule Yuda watu walikuwa wamemshukuru Mungu. Hawakuwa na hali ya kuacha mambo yenye walikuwa wameonywa. Kulikuwa na sheria ya kwamba usioe wake wageni. Bwana asifiwe. Lakini hao watu wa Israeli walijikuta wameasi Mungu, na kukakuwa na huyu mtu mmoja ambaye alikuta Ezra akiomba, akimwambia, wewe ni mmoja wetu na ningetaka ya kwamba uweze kushika hili neno au kuchukua ukakuwa na mwongozo wetu. Bwana asifiwe. Maana walijua ya kwamba wamemwasi Mungu, wamemkosha Mungu kwa namna gani ya kuoa wake wengine na kuzaa watoto wengine wa ugeni. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba katika lile kusanyiko lilikuwa kubwa na kukakuwa na wanawake kwa wanaume. Bwana asifiwe. Ambao walikuja ili waweze kusemesana na yule mtumishi wa Mungu. Biblia inasema ya kwamba walikuwa wameoa wanawake wageni na watoto wa nchi hizo. Bwana asifiwe. Lakini kulikuwa natumaini kwa Israeli katika jambo hili, sababu walijua kwamba wakienda kwa mtumishi wa Mungu Ezra kutakuwa na pumziko la maisha, kutakuwa na hatua, kukakuwa na suluhisho la kumrudia Bwana na kujia katika wema wake. Bwana asifiwe. Ni kitu gani tunataka tujifundishe siku ya leo? Biblia inasema ya kwamba jinsi Ezra alikuwa mteule wa Bwana, alikuwa na hali ya kuomba, alikuwa na hali ya kufunga. Biblia inasema ya kwamba na wakati mmoja alipata kutoka na kaenda na kakomba, hakula usiku na mchana. Alikuwa na hali ya kulia, alikuwa hali ya kumwabudu Bwana, alikuwa hali ya kumsihi Bwana ya kwamba aweze kuwaponya, aweze kuwaokoa, aweze kuwasamehe, maana lile tendo lilikuwa limemfukuru Mungu, lilikuwa tendo ambaye Bwana alikuwa amelionya, lakini hawakulielewa, walitipota, wamefanya yale. Bwana sifiwe. Siku ya leo ndugu na dada, Bwana natunenea kwamba ni vizuri siku ya leo ukate kauli ya kumtafuta Mungu, ukate kauli ya kuachana na yale ya kale, ukuwe na agano mpya na Mungu wako ya kwamba ya kale utaacha. Maybe katika wana hawa wa Israeli walikuwa wameoana na wake wengine na wakazaa na wao watoto. Bwana sifiwe. Ni mambo magani siku ya leo umejingisha kwayo hayo mambo? Maybe Mungu amekuwa akikuongelesha usiku na mchana, wacha kutenda hili, wacha kufuata hili, wacha kunena kwingi, wacha kuwazi na njia hii, lakini umekuwa mtu wa shingo ngumu. Jinsi hawa wana wa Israeli walivyofanya, walifika wakati wakamfukuru Mungu,
Bwana asifiwe. Lakini walijua kunaye mtumishi mmoja alikuwa anaitwa Ezra ambaye alikuwa na kumtafuta Mungu, na ndiposa wakaweza kuungana na wakaenda mahala hapale, na mtu huyu mmoja akamwendea akamwambia, hili jambo kwako halitakuwa ngumu. Bwana asifiwe. Uko na suluhisho. Bwana asifiwe. Suluhisho letu siku ya leo ni nini kanisa? Suluhisho langu na lako ni kuacha yale Bwana amekuwa akikuonya, kuacha yale mambo hayastahili au ambatani na neno Bwana, kuacha mambo ya dunia, kuacha mambo ambayo unayotekeleza na kumrudia Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Na Biblia inasema ya kwamba wakati ule waliendea Ezra alipata kuomba na Mungu akashuka. Bwana asifiwe. Alipata kukua kuna na hakunywa ili aweze kumulilia Mungu. Bwana asifiwe. Ni mzigo mgani huo una Mungu maybe amekubebesha kwa kazi yake Mungu, kusimama katika pengo, usimamishie utakatifu watu wa Mungu, au usimame kwa hekalu la Bwana, ulilie kanisa la Bwana, ulilie nyumbani mwako, ulilie kazini mwako. Mungu maybe amekufanya kuwa hao mahali pale ukuwa pila. Bwana asifiwe. Katika maybe kazini kwako kuna mambo ambayo inaenda mlema, but God have set you there, have let you to be there so that you can be able to stand on the gap. Bwana asifiwe. Uweze kuinua hilo kampuni. Bwana asifiwe. Kuna mambo mengi maybe yanatukia mahala pale, lakini Bwana amekuweka kama jicho lake na ili uweze kusimamisha hiyo kazi. Bwana asifiwe. Lakini hatujielewi mara nyingi. Tuajikuta na kuachilia mambo. Maybe katika nyumba yanyu kuna mambo yameingia, au kuna mambo au what do we call it? Maybe kuna covenants ziko pale, but Mungu amekuordain kuwa mahali pale ukakuwe kama Ezra wa kulilia kazi ya hiyo nyumba yenu. Bwana asifiwe. Mungu amekuona akakuweka mahali pale ndio ukaweze kumaliza ule ufalme unayotembea mahali pale, au unaona wili lakini haujifahamu. Bwana asifiwe. Siku ya leo ninataka kukuambia kwamba ni vizuri ujiele kama watu hawa, kama Ezra jinsi alivyojua ya kwamba nitaenda kwa Mungu na nitamlilia. Biblia inasema ya kwamba alienda katika nyumba ya Mungu, alijimwaga kifundifundi na kulilia muumba wake. Bwana asifiwe. Alikuwa na hali ya kumcha Mungu. Siku ya leo ndugu na dada, uko mahala pale, wewe ndio Mungu ananenea siku ya leo. Uchukue na nafasi ya kulilia Mungu. Wewe ndio Mungu ameona siku ya leo. Wewe ndio Mungu ameteua. Simama kwa pengo lako, simama katika utakatifu, katika neno lake Bwana, uweze kulilia maisha ya ndugu na dada. Bwana asifiwe. Simama kulia katika nyumba ya Mungu. Ukiona maybe jambo halijafaulu au halitendeki jinsi kunavyofaa, simama kwenye pengo hilo, lilia kazi ya Mungu, kuwa kama mtumishi wa Mungu Ezra. Maana watu wale walipata kuoa wanawake wengine. Bwana asifiwe. Walikuwa na mambo mengi, ilifika watu wakaoa wanawake na pia wakazaa. Bwana asifiwe. Maybe kuna mambo ulijiingiza katika maisha yako, ulikuwa unajua hili jambo halifai, lakini ulijiingiza kwa hilo jambo likaenda likizaa dhambi na dhambi na dhambi. Bwana asifiwe. But you are there to come out from that sin. Urejee kwa Mungu. Tafuta mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Tafuta wewe mwenyewe kikao ndani ya moyo wako. Rejea Mungu wako katika jina la Yesu, na ili akuokoe na kusamehe dhambi zako. Bwana asifiwe. Maana ukiacha kuwazi, ukiacha hizo njia ambazo hasifai, Mungu atakurejea. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba upendo wa Mungu hauna kipimo. Bwana asifiwe. Upendo wa Mungu hauna kipimo. Ukirejea Mungu, hata Biblia inasema ya kwamba hata kama dhambi zetu zitakuwa nyekundu kama damu, atasifanya kuwa mpya. Tutakuwa weupe kama theluji. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu wetu upendo wake hauna kipimo. Licha ni wewe umrejee Mungu, ni licha wewe utafuta uso wa Mungu, ukili wema wa Mungu. Bwana asifiwe. Uache kuasi Mungu. Achana na hiyo dhambi imekuwa katika maisha yako. Umekuwa wa kujikua katika mambo ya haistahili. Umekuwa na miungu maybe mahala pale. Ni vizuri siku ya leo Mungu anakunenea, ondokea hiyo dhambi, ondokea hiyo jambo, na ili ufuate Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Maana ukiondoka katika hilo dhambi, utakuwa mtu na kiumbe kipya ndani yake Kristo. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba wale watu walioa wanawake wengine. Bwana asifiwe. Na wakazaa watoto, na hao wanawake walikuwa wa ugeni. Mwadhani ya gosho. Ni mambo mangapi umekuwa ya kujitafutia katika hali ya katika ufalme wa Mungu? Ni mambo mgani umejiletea dunia? Hayo ni ya ugeni. Hizo dhambi ni mambo za ugeni. Bwana asifiwe. Umekuwa wa kujikuzanyia mambo magani?
Siku ya leo Mungu anatuambia kwamba jirudie kuwa na agano mpya na Mungu. Maana wakati hawa watu walijua wametenda dhambi, walienda wakakuwa na agano na Mungu wao, na ili wakaweza kutoka katika lile jambo na wakarudia Mungu na wakapata wakukuwa na sheria nyingine. Bwana asifiwe. They made a covenant with their God. Bwana asifiwe. Wakakuwa na agano ya kwamba watatoka katika mambo yale na wakuja kwa upande wa Kristo ili waweze maisha yao yakuwe tofauti. Na Biblia inasema ya kwamba hivyo Ezra akaona haya yale mambo na akajiuliza tutafanya nini? Biblia inasema ya kwamba hapo 3 ya kwamba haya basi na tufanye agano na Mungu wetu kuachana na wake zetu na wale waliosaliwa nao, tukilifuata shauri la Bwana wangu na shauri la hao wanaotetemekea amri ya Mungu wetu. Mambo hayo na yatendeke kwa kufuata torati. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna mambo utaachana nayo ndio ufuate torati za Bwana. Bwana asifiwe. Kama unajua lile jambo unafanya si stahili, ni vizuri kuachana na hilo jambo. Na kama sheria ya Mungu inasema usiibe. Bwana asifiwe. Usisinzi. Usiongee uongo. Bwana asifiwe. Usikuwe na roho chafu. Uwe ni mtu wa utu mwema. Ondokea hiyo. Bwana asifiwe. Ukuwe na torati, sheria za Bwana zikoree ndani yako. Ukikuwa na torati za Bwana na sheria za Bwana usishike, ndugu na dada, hatutakuwa kama hao watu hao wana wa Israeli ambapo walioana na wake wengine. Bwana asifiwe. Ni katika desturi zetu tutaimarika katika Kristo Yesu. Utaacha desturi za kimaisha ya kakache yenu. Utaacha kwenye venye kunafanyagwa. Utaacha, mimi nitaacha ukikuuni wetu kwenye kunafanywa. Wewe utaacha katika ukamba ukarenjini whatever thing. Utaacha ukuwe katika desturi ya Mungu. Ukuwe to the lineage of God. Bwana asifiwe. Na ukiendamana na katika lineage ya Mungu, utakuwa kama hao watu. Ezra akawaambia ya kwamba tutakuwa na agano na Mungu wetu. Kwa hivyo kuna hali ya kuachana na wale wake. Kuna hali ya kuondokea na kuwaondoa katika maisha. Kuna mahali hata wewe siku ya leo ya kuondoa ile hali ambayo haistahili mbele za Bwana. Kuacha zile dhambi, usikue mtu wa kuwa ukionyeshwa kidole. Bwana asifiwe. Au roho wa Mungu akikuwa akikuonya kila dakika. Ni vizuri uondokee. Maana usipoondokea, Mungu akikuja katika lile sheria zake, utakuwa mmoja wa kuangamia. Bwana asifiwe. Lakini siku ya leo ni vizuri turudi kwa Mungu wetu na hali ya kutubu na kuomba msamaha, na ili tukuwe na agano mpya na Kristo Yesu. Na asi maisha yetu itabadilika. Bwana asifiwe. Itabadilika na njia gani? Ukiacha hayo mambo, ukiacha ule uzinzi, ukiacha yale hastahili mbele za Mungu, ninasemaga ya kwamba roho yako haiwezi kukudanganya ndugu na dada. Kwa yale unayofikiria, unayowaza, unayotenda, unayonena, hayo ni dhabiti ya kwamba na ni dhihirisho ya kwamba unajifahamu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tutoke katika ile desturi, tutoke katika mambo ya ulimwengu, turudi katika upande wa Yesu, na ili tuweze kuoshwa upya, tuweze kuwa na mwongozo mpya, tuweze kupatia na roho wa Bwana nafasi katika maisha yetu, tukuwe na mwanzo mpya, kukuwa na mwangaza ndani yetu. Roho Mtakatifu akishuka, akitenda kazi ndani yako, utakuwa umeacha yale ya kale. Bwana asifiwe. Umekuwa umeachana na wake wale, umekuwa na hata uzao ule umeachana. Maana waliambiwa tumeoa na tumezaa, tuachane na tuwarudishe. Mwadhani ya gosho. Lazima ukuwe na kauli nzuri. Lazima mimi nikuwe na kauli nzuri ya kuachana na yale hayamfurahishi Mungu. Bwana asifiwe. Lakini hao watu wa Mungu wakakuwa na mtumishi mmoja ambaye alijifahamu, na wakaenda kwake wakakuwa na suluhisho. Bwana asifiwe. And because the Spirit of God came, yeye ndio suluhisho la maisha yetu. Wadhani ya gosho. Roho Mtakatifu akikukujia ndugu, akikunenea katika dhamiri yako au kwa hisia zako au kwa sauti yake, akuambie hapa hakufai, tokea. Maana wewe Mungu amekupenda na amekujali. Kwa hivyo ondokea hilo dhambi, ukuwe kama huyu mtu wa Mungu ambaye alipata kujielea, akapata kuondoka na kwenda kuuliza mtumishi wa Mungu, tutafanya nini? Bwana asifiwe. Wewe utakimbilia wapi? Mimi nitakimbilia wapi? Watu wakimbilia kwa waganga, watu wanakimbilia kwa watu wengine. Lakini ole kwako na mimi ya kwamba tukifahamu njia ya Bwana ni nini, utaachana na hayo yote na utakimbilia Kristo Yesu, ukamfanya kuwa mwongozi, ukamfanya kuwa kimbilio lako katika maisha haya. Bwana asifiwe.
Maana nilikuwa naona Ezra alikuwa wa kurejesha. Ezra alikuwa mtu wa kurekebisha, wa kuambia watu kweli. Bwana sifiwe. Lazima mtoke katika zile dhambi, katika zile tabia. Bwana sifiwe. Na katika hiyo Ezra alikuwa mtu wa kufanya, to build the temple of God. Ezra, he was to build the temple of God. And the temple of God is you and me. The temple of God is the word in you. Praise God. Because whenever the word of the Lord has to appear in your heart, for sure, dear brethren, you will never be the same again. You will know the ways which you are going to walk with. You know the things which you are going to speak about it. You know what are you supposed to do. Praise God. Because the word of God is fully new. Bwana asifiwe. Neno la Bwana likipata kukua. Ezra alikuwa wa kujenga. Bwana asifiwe. Alikuwa wa kutengeneza, to build the temple. To let the word of God to be in them. Bwana asifiwe. Sababu aliwaondoa katika yale maovu. Akawaambia hivi ndivyo tutavyofanya. Tutaondoa wale wake na turudie Mungu. Na tukue na kulishika sheria la Bwana. Na tukue na agano la Bwana. Bwana asifiwe. Ni watu wangapi wanakuambia siku ya leo urudie katika njia zako, urudi katika agano la Bwana? Ni mambo mangapi unayokuwa ukitarajia ambaye ya kukurejesha katika mambo ya Bwana? Bwana asifiwe. Ni neno la Mungu tu litakurejesha. Ulisome hili neno, ulifanye kuwa rafiki wako, ulifanye kuwa nguzo katika maisha yako, litakuelekeza. Na Roho Mtakatifu akuwe juu yako, atakuongoza, atakuonyesha njia, na utakuwa mtu wa kubarikiwa. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba hapo 5 nasema, ndipo Ezra akaondoka akawapisha wakuu wa makuhani na Walawi wa Israeli wote ya kwamba watafanya kama hivyo. Basi wakaapa. Kisha Ezra akaondoka hapo mbele ya nyumba ya Mungu, akaingia katika chumba cha Yohanani mwana wa Eliashibu. Hata alipofika huko hakula mkate wala hakunywa maji, kwa maana alilia kwa sababu ya kosa lile la watu wa uhamisho. Bwana asifiwe. Wakati huo Ezra alienda na akaita makuhani. Bwana asifiwe. Akaita makuhani, akaita watu wakuu na Walawi wote wa Israeli, wakafanya kukuwa na mkutano ili wakaapa. Kwa hivyo kuna mambo wewe mwenyewe utakata kauli, utakuwa na kule kuwapa ndani yako. Kuna yale mambo utasema hivi, that's enough for me. Bwana asifiwe. Kuna kule kuinuka, kukuwa na jambo lingine mpya, kuondoa lile jambo la kale na kuwa na hali ya kuamua na kukata kauli ya kwamba hili nitalio, hata kama liko namna gani, hata kama limekuwa la kupendeza namna gani. Ni lazima ukate kauli ya kufuata Kristo. Bwana asifiwe. Lazima ukate kauli na ukuwe na kuwapa ya kwamba that this thing I'm going to defect from it. Bwana asifiwe. Na ili uweze kuambatana na Mungu. Biblia inasema ya kwamba Ezra walipata kukuwa na kikao na kuhani. Bwana asifiwe. Wakakuwa na hali ya kukuwa na ili waape mbele za Mungu ya kwamba watawacha wale wake wa uhamisho, watarudisha yale yao. Na Biblia inasema hapo chini ya kwamba na watu walipatiwa muda wa kufika, na watu wale mkuja na watu wenyu na vitu vyenyu. Biblia inasema ya kwamba na wakapatiwa amri, kama hamtakuja hata watu wenyu na vitu vyenyu tutazimaliza. Bwana sifiwe. Kwa hivyo kuna ile mikakati, ndugu na dada, kuna zile sheria za Bwana itabidi wao usifuate na mimi nitufuate, na ili tuweze kuona uso wa Mungu. Bwana sifiwe. Lakini tusipokaa, Biblia inasema ya kwamba walipatiwa sheria na walipatiwa mikakati, kama hamtaacha watakuja kumalizwa na vitu zao. Bwana sifiwe. Na wakapatiwa muda wa kuleta kwa siku 3. Kwa hivyo kuna yale Mungu malengo ametuambilia siku ya leo. Ndugu na dada, kama utaacha dhambi fulani, kama utaacha mambo magani, hakuna mambo Mungu atakuja na kupatie masiku au dakika au sekunde wewe wache ndio uweze kuelekea na pamoja na yeye. Bwana asifiwe. Lakini watu wengi hatutaki hivyo. Tunataka kujiongoza, lakini ole wangu na kwako. Tuache yale mambo ya kujiongoza na ili tufuate Kristo. Maana ukipatiwa na Mungu lengo au akikuonyesha njia, ukatae kukufuata, wewe kunalo laana au baraka. Bwana asifiwe. Na laana itakuwa hali ya kuisha. Itakuwa na hali ya kuisha. Lakini ukifuata Kristo utaponya moyo wako. Ukifuata Kristo maisha yako yatabadilika. Nikifuata mimi Kristo maisha yangu yatabadilika. Usipofuata Kristo kuna laana na kuna kusononeka.
kusononeka, kuna kuisha. Maana Bwana wetu anakuja, hakukuja kwa watu wale wazuri, alikuja kwa wote wabaya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo nataka kukuhimiza ya kwamba ni vizuri wewe na mimi tujiachilie kwa Bwana, tuachane na hizo njia mbaya. Maana hao watu waliambiwa kama hautaachana na hamtalete, mtaisha. Bwana asifiwe. Mungu wetu atuambia ya kwamba tusipoacha zile njia zisizofaa, kuna mwisho, kuna kuisha, kuna kumalizwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni wale wako wewe na mimi kutafuta uso wa Bwana na kutumainia Kristo kwa kila jambo, na ili uweze kufanya miguu yako kukimbia, na ili ukapotelea ghadhabu yake Kristo. Bwana asifiwe. Maana ghadhabu ya Mungu ikikuja, haitajalisha wewe ni nani, haitajalisha wewe ni mkuu namna gani, haitajalisha wewe ni mwombaji namna gani, haitajalisha wewe mnabii au ni mjirisi. Bwana asifiwe. Haya haitajulikana mbele za Mungu, lakini wakati utapotoka katika hali hiyo, utakuwa mtu heri, utakuwa wa kuponya maisha yako na maisha ya nyumba yako, na katika nchi yetu utakuwa pia wa kuiponya. Bwana asifiwe. Maana umemkimbilia Bwana. Bwana asifiwe. Mwimbaji alimbia tumkimbilie nani? Ni tumkimbilie Yesu, maana yeye ndiye mponyaji wetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hawa watu hawa wana wa Israeli, na vile walikuwa wameagizwa, walikuwa na hali ya kuwapa pamoja na makuhani, pamoja na Walawi. Bwana asifiwe. Siku ya leo utaenda kukuapa na nani? Ni wewe na Mungu wako. Uombe mbele za Mungu, uinue mikono, utubu mbele, utoe yale yote yaliyo ndani yako, na umwambie Mungu, nimerejea, nimekosea, nimejifahamu, nimekurudia wewe Mungu, nisamehe dhambi zangu zote, nimekuja katika moyo wangu, nimefungua, nioshe, nibadilishe. Bwana asifiwe. Na Mungu wetu hatakosa kukusikia. Bwana asifiwe. Yeye ni mwingi wa rehema, yeye ni mwingi wa huruma nyingi, atakurehemu maana anakuhitaji, ananihitaji. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wacha tusimarizwe na hali ya dhambi zetu na uovu wetu, wacha tuepushe na ghadhabu yake Mungu, maana itakuwa kuu na itakuwa kali mno. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba wakati ule walipata kuwa na hali ya kuapa, na Biblia inasema ya kwamba wakati waliapa pale, wakakuwa na hali ya kusikia au eza kuomba Mungu na Mungu kuwasamehe. Bwana asifiwe. Maana walijifahamu, walikuwa na ile covenant, they had a covenant, walipata kushika torati zile. Bwana asifiwe. Na Biblia inasema ya kwamba waliacha shughuli zile na wakamfuata Kristo. Biblia inasema ya kwamba kukakuwa na mtu mmoja alikuwa anaitwa Yehonani, na huyu mtu alikuwa mtu ambaye alijifahamu ya kwamba yale walifanya yalikuwa mambo ya kumwasi Mungu. Wakati ule alifahamu, alijua ya kwamba atakimbilia mtumishi wa Mungu Ezra awaambie yale wameanza kuasi Mungu nayo. Bwana asifiwe. Roho wa Mungu siku ya leo amekuja akunenee, na ili uweze kuelewa na kufahamu njia ambazo umekuwa ukiyapatana nazo. Kama hasimfurahishi Mungu, achana nazo, rejea kwa Bwana ukakuwa kiumbe kipya. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba ndipo wanaume wote wa Yuda na Benjamin wakakusanyika katika muda wa siku 3 uliokuwa mwezi wa 9, siku ya 20 ya mwezi, na watu wote wakaketi katika uwanja mbele ya nyumba ya Mungu wakitetemeka kwa sababu ya neno hilo na kwa sababu ya mvua mkubwa. Bwana sifiwe. Waliungana watu wa Yuda na Benjamin wakakusanyika kwa muda wa siku 3 na siku 21. Bwana sifiwe. Walikutana kwa nini? Kwa sababu walikuwa yale maneno yalisikia ya Mungu yalionenwa, yaliyofanya ya kuwa na hali ya kuwa na kutetemeka. Ndugu na dada, neno la Bwana likinenwa ndani yako, unafaa kuwa na kutetemeka kule. Kutetemeka kwa kumcha Mungu, kwa kutetemeka kwa kumrudia Mungu. Kwa vile hawa watu wa Yuda waliposikia yale maneno, walirudi kwa Mungu na hali ya kutetemeka. Bwana asifiwe. Hawakukuwa na shingo ngumu, hawakukuwa na kifua mbele, bali walikuwa na hali ya kusononeka, walikuwa na hali ya kutetemeka na kumrejea Mungu wao. Bwana asifiwe. Na Biblia inasema ya kwamba na kukakuwa na mvua mkubwa. Bwana asifiwe. Maana walijifahamu wao ni wenye dhambi. Hao hawakuenenda na mienendo, hawakufuata zile sheria ambapo zilikuwa zimepatiwa, wasioane na wanawake wengine na wazizae nao. Bwana asifiwe. Lakini hawa watu wa Yuda walikuja na wakakuwa na hali ya kuhamishana. Bwana asifiwe. Na wakakuwa na hali ya kutetemeka na kurejea kwa Mungu na kukua
kujua na kusikia mapenzi yake Bwana. Bwana asifiwe. Ndipo za Biblia inasema ya kwamba walikarejea na mtumishi wa Mungu kukakuwa na wenye walisikia hilo neno walikuwa na hali ya kutetemeka na kukakuwa na mvua mkubwa. Bwana asifiwe. Mvua ni nini? Ukirejea Mungu, ukirudi kwa Mungu, ukikuwa na hali ya kunyenyekea, imagine kuna baraka. Mvua ni baraka. Washokereraga idashokereraga, he will command the blessings. Ukirudia Mungu wako na nikirudia Mungu, ndugu na dada, kuna ile baraka ya Mungu. Hawa watu walipata mvua mkubwa, maana walikuwa na hali ya kutetemeka. Ni mambo magani unasikiaga katika ufalme ya Mungu yanakutetemesha? Ni mambo gani inasikiaga unatenda kutenda kadri na mpenzi ya Mungu? Bwana asifiwe. Kutetemeka ni hali ya kukua na hali ya kunyenyekea, kutafuta Mungu, kurudi kwa Mungu. Bwana asifiwe. Na ukirudia Mungu, kunazo baraka Mungu atakupatia. Bwana asifiwe. Maana Mungu ni mwaminifu, Mungu wetu ni mwadilifu, Mungu wetu maneno yake huyatenda, huyatekeleza kwa wale wanaomtumainia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo, ndugu na dada, tukimrudia Mungu wetu, tukikuwa na hali ya kutetemeka na kutafuta uso wa Mungu na kuacha yale yote hafai mbele za Bwana, kuacha wazi wowote ule, hata mtazamaji wangu, Mungu atashusha baraka zake. Mungu atashusha mvua wako wa mbingu. Bwana asifiwe. Na Bwana akishuka, utakuwa mtu wa kubadilika, utakuwa mtu tofauti, maana Mungu wetu ameandamana nawe. Bwana asifiwe. Mungu wetu ni mwaminifu. Na ndipo Biblia inasema hapo ya kwamba kisha Ezra kuhani akasimama akamwambia, mmekosa, mmeoa wanawake wageni kuiongoza hatia ya Israeli. Sasa basi ungameni mbele za Mungu za Bwana Mungu wa babu zenu, mkatende alipopenda, mkajitenge na watu wa nchi, tena na wanawake wageni. Bwana asifiwe. Praise God. Biblia inasema ya kwamba ndipo Ezra akaenda, Ezra alikuwa kuhani, akasimama akawaambia, mmekosa. Mwathani agocwo. Unakuwa ready kusikia kutoka mtumishi wa Mungu au neno la Bwana likinenwa, huwa unapokea hilo neno namna gani? Huwa unasimama na kulisikia? Huwa unalibeba na njia gani? Mungu akinena siku ya leo, ndugu na dada, unashika hilo neno, ni la Rahab au ni Mungu amenena? Are you there to humble? Are you there to obey that word? Are you there to contrite before your maker and to go back to the ways of God, or you are going to criticize? Bwana asifiwe. Ni vizuri mimi na wewe siku ya leo tukuwe na ule hali ya kunyenyekea, tukuwe neno lolote linalonenwa, tukuwe hali wa kunyenyekea na kulitazama na nijihoji, nijiangalie, nijipeleleze, nimrudie Kristo. Bwana asifiwe. Maana nikirudia Kristo, nikijihoji, Biblia inasema ya kwamba wakati ule kuhani wa Mungu alisimama akawaambia, mmekosa. Mwathani agocwo. Mara ngapi Mungu amekuwa akikunenea umekosa? Mara ngapi Mungu ameniambia rudia hapa, pita hapa, but maybe sometimes hatujielewi. Lakini huyu mtumishi wa Mungu aliponena, aliwaambia ya kwamba mmekosa. Na Biblia inasema ya kwamba walipata kuwa na agano. Kuna agano, ndugu na dada, siku ya leo utaweka mbele za Bwana ya kwamba mimi Mungu, kutoka leo nitaacha hili, nitakurudia, nitakufuata, nitaambatana na neno lako, maana neno lako ndio nguvu zangu. Bwana asifiwe. Aliwaambia ya kwamba mmekosa na mmemuasi Bwana. Bwana asifiwe. Wakati ule Biblia inasema ya kwamba alipowaambia yale, akawaambia mmeoa wanawake wageni na mkaiongoza hatia na sheria za Bwana. Bwana asifiwe. Hawakufuata sheria za Bwana, hawakufuata ule mwongozo ambao waliambiwa, msioe wanawake wageni na msioe na msizae. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unaona, hii dhambi moja ya kuoa ilikuja ikazaa watoto. Mwathani agocwo. Jambo moja, maybe ile kosa Mungu au dhambi au neno moja Mungu amekuambia usifanye, ukikosa kulisikia au kutekeleza, linaenda likizaa. Bwana asifiwe. Linakuwa na matunda yasiyo mazuri. Na ndipo Biblia inasema katika in the book of Galatians ya kwamba tuweze, huu mwili unapigana na mambo ya mwili. Mambo ya kiroho inapigana na mambo ya mwili, na mambo ya mwili inapigana na mambo ya kiroho. Bwana asifiwe. Na Biblia inasema ya kwamba mambo ya kiroho ni katika kuwa na upendo, utu mwema, amani, umoja. Bwana asifiwe.
Lakini mambo ya mwili ni kukua uzinzi, usherati, uongo. Bwana sifiwe. Those are the fruits. Bwana sifiwe. Kwa hivyo haya mambo hata sisi tukiachana nayo, tukikosa ndugu na mimi nikose leo kusifanya hili na niambatane na kutenda hili Bwana anataka, litakuwa la kuzaa mazao mema. Bwana sifiwe. Kwa hilo jambo moja nikikosa kufanya, litasimamisha ule ufalme au ule umati ungeambatana naro. Bwana sifiwe. Na kwa hivyo nikifuata lile tunda la Roho Mtakatifu, litaenda na kuzaa na kuzaa na kuzaa na litaleta mafanikio katika ufalme wa Mungu. Bwana sifiwe. Kwa hivyo jua ya kwamba hilo jambo unalotenda ambalo halifurahishi Mungu, linaenda likizaa likiongezekana. Bwana sifiwe. Na ukitenda lile tendo mzuri, ukifanya kwa upande wa Kristo wa Bwana, au ukifanya katika ufalme wa Mungu, hilo jambo mzuri ikifanya litazaa mazao mengi. Kwa hivyo hebu tujaribu kupigana na ya mwili. Hebu wacha nitupigane na mambo yote ya mwili, tukaweza kuyatunza yale ya kiroho. Bwana sifiwe. Biblia inasema ya kwamba Esra akamwambia, mlitenda jambo mbaya, mkaoana na kuzaa, lakini mkakosa kulifanya sheria la Bwana. Basi Biblia inasema ya kwamba wakati ule wakarudia Mungu. Bwana sifiwe. It's a high time for you and me to go back to our senses, to go back to the ways of God, to leave everything, to reject everything. Bwana sifiwe. Na tukue mbele za Bwana, tukue waaminifu na tulio na mioyo safi, tukue na matunda masafi katika hali yako, katika kazini kwako, katika nyumbani mwako, katika jambo lolote lile Mungu amekuaminia, aidha ni kwa nyumba ya Mungu, aidha ni kazi yoyote ile. Ukue wakuwa na ule mwongozo wa Bwana. Hebu kaikuwa na agano mpya ya kwamba siku ya leo nitafuata Mungu wangu kitete, nitakuwa na mkamilifu, utakuwa mkamilifu, nitakuwa na hali ya kumcha Mungu siku na mchana, na nitakuwa wa kutenda, sitakuwa wa kugairi. Bwana sifiwe. Na hali hiyo ukikuwa mtu wa kufuata yale, utakuwa mtu mbarikiwa. Bwana sifiwe. Biblia inasema ya kwamba wakati wale walirudi na wakaachana na wanawake wale wa ugeni, Biblia inasema ya kwamba walipata kuwa na kurejeshwa. Bwana sifiwe. Kwa hivyo kutakuwa, ukiacha yale mambo, kutakuwa na mwanzo mpya. Bwana sifiwe. Maana umepatia nafasi Mungu kushiriki ndani yako. Bwana sifiwe. Umepatia nafasi Mungu ya kukuja kukuwa na jambo mpya, au kukuwa na ushirika na kuunda nyumba mpya ingine katika maisha yako. Bwana sifiwe. Na umekuwa na hali ya kuwa na uhusiano mwema. Bwana sifiwe. Uhusiano kwanza ni una manufaa. Uhusiano hata kama siku ya leo utakuwa na uhusiano mwingine na jirani yako, hakutakuwa na mambo mema katika maisha yako. Lakini siku ya leo ni vizuri tukuwe na uhusiano mwema na Kristo Yesu, maana huyo ndio njia la ukweli na uzima. Bwana sifiwe. Yeye ndio jawabu la maisha yako, yeye ndio suluhisho la maisha yako. Kwa hivyo ni vizuri siku ya leo tukuwa na hali ya kuwa na mwamko mpya, tukuwa na hali ya kuwa na udhabiti mpya. Bwana sifiwe. Tukuwa na hali ya kuwa mwelekevu mbele za Mungu, kuachana na dhambi, kuachana na yale yote ya kale, yale yote yanayokuvuta nyuma, kuwa na agano mpya siku ya leo na Mungu wako, na uwajibike kwa yale maneno, na ili Mungu akushike mkono. Bwana sifiwe. Maana Esra alipata kulia siku ya leo. Wewe ndio Esra siku ya leo. Wewe ndio wa kumlilia Mungu kwa kazi ya Bwana, kwa watu wa Mungu, kwa kanisa la Mungu, kusema kwa taifa yetu. Bwana sifiwe. You are the purpose today. You are going to stand on the gap. Bwana sifiwe. Na ili Mungu wetu aweze kuponya maisha yetu na wateule wake. Bwana sifiwe. Nasi tutakuwa kubarikiwa. Tutakuwa watu viumbe vipya. Utakuwa baraka. Bwana sifiwe. Maana wewe Mungu amekufanya kuwa mtumishi wake. Utakuwa ukombozi kwa taifa la Mungu na katika kanisa la Bwana. Bwana asifiwe. Maana katika hali hiyo Ezra alifanya kuwakarudia Mungu wao. Bwana asifiwe. Wewe ndio utafanya watu wa Mungu kurudi kwa Mungu. Wewe unayekiri siku ya leo umeokoka, hebu rejesha umati wa Mungu katika neno la Bwana. Rejesha watu wa Mungu katika mapenzi yake Kristo. Rejesha watu wa Mungu katika ujue ukweli na haki ya Bwana. Na ili watu wa Mungu wapate kufunguliwa, watu wa Mungu wapate kuponywa, watu wa Mungu wapate kuelekea Mungu na kutenda kadri ya mapenzi ya Bwana. Bwana asifiwe. Today you are the Ezra God has appointed you.
Bwana asifiwe. Rejesha watu katika nyayo za Bwana. Rejesha watu katika upendo wa Bwana. Rejesha watu katika kuasi Mungu. Bwana asifiwe. Na watu wa Mungu watakuwa wakubarikiwa na nchi yetu itaponywa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo kuwa na agano mpya. Bwana tukuzwe. Kuwa na ushirika mpya. Kuwa na agano na Bwana. Ya kwamba Mungu kutoka siku ya leo nimekata hivi na nitafuata hivi na utekeleze haya. Maana ukitekeleza hilo neno la Bwana, Mungu atakubariki na utakuwa faida katika ufalme wa Mungu na katika to the society. Maana Mungu amekuchagua. Kwa hivyo siku ya leo neno langu ni ya kwamba tukuwe na agano mpya na Bwana na kuacha yale hayastahili mbele za Bwana. Na sababu wewe kama mmeokoka, we are the Ezra for you to make the people of God to know their ways and to go back to the repentance. Bwana asifiwe. Na ili kanisa la Bwana liote katika mapenzi yako. Bwana asifiwe. Ezra alifunga kuna na usiku ili akimulilia Mungu. Na Biblia inasema ya kwamba hakula hata mkate na hakunywa. Madhani ya gosho. Sometimes we have to pay the price ya kujinyima kula na kunywa kukusudia kazi ya Mungu isimame. Tunakule kujiweka ya kwamba mimi nitasimama kwenye pengo, mimi nitajitoa kwa sababu ya Mungu. Utafunga kwa kazi ya Bwana. Ukiona kuna mambo haiendi hayambatani na vile kuna stahili, simama kwenye pengo na ili kanisa la Bwana na wateule wa Mungu wapate kuponywa. Bwana asifiwe. Na Mungu atatubariki. Bwana awabariki. Nataka tusimame pamoja na watazamaji wetu. Neno la Mungu ni hilo. Lipokee, lifanye kazi ndani yako na utakuwa wa kubarikiwa na Mungu wetu ni mwaminifu. Nataka tuabudu wimbo moja, twende mbele za Mungu nazi tutabarikiwa sababu yeye ni mwaminifu. Yeye ni mwadilifu, yeye ni mwaminifu na atatenda mema. Hakuna Mungu kama wewe. Oh, hakuna kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna mweza kama wewe. Oh, hakuna kama wewe. Hakuna mweza kama wewe. Hakuna mweza kama wewe. Oh, hakuna wa upendo kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna upendo kama wewe. Hakuna wa upendo kama wewe. Hakuna wa msamaha kama wako. Hakuna kama wewe. Hakuna msamaha kama wewe. Hakuna msamaha kama wako. Hakuna mfariji kama wewe. Hakuna asema kama wewe. Hakuna mfariji kama wewe. Hakuna mfariji kama wewe. Baba, tunakushukuru, tunakuabudu jioni ya leo na mchana wa leo. Tunasema wewe ni mwaminifu, wewe ni mtenda wema Bwana. Tunalihimidi jina lako maana umetukuka Bwana, umehimidika mfalme mkuu. Na Bwana tunasongea mbele zako tulikisifu jina lako, tukikusujudia, tukisema mwaminifu ni wewe. Wewe ni Mungu pamoja nasi. Wewe ni mwadilifu katika maisha yetu Jehova. Asante kwa neno la mchana wa leo Bwana. Umetufunza hali ya kukurudia, hali ya kukua na hali ya kuwa na agano na wewe Kristo.
Yesu, na ili Bwana tuweze kutukuza jina lako. Tuache ya kale Bwana, tuachana na mambo ya kukuwazi, tukurudie tukakufanya kuwa Mungu katika maisha yetu, katika jina la Yesu. Ninaombea kila mmoja kwa lile jambo limekuwa mzigo, limekuwa Bwana kama mzigo, limekuwa Bwana la kumkoa. Ninaomba nguvu mpya siku kutoka na siku ya leo, aweze kusimama na kustahimili Bwana, aweze Bwana kuweka hadi na wewe Kristo, na ili Bwana katika hali ya kutafuta uso wako utaponya maisha yetu, utatukomboa, utatufanya kuwa viumbe vipya siku ya leo na hata siku zinginezo Bwana. Tutakuwa watu wa kuleta utukufu katika jina la Yesu. Uhimidiwe mchana wa leo mwana wa Mungu, maana umetukuka. Asante kwa funza hiyo Jehova Mungu, tunakushukuru, tunakuabudu, maana umenena nasi siku ya leo. Tunaombea Bwana hata walio nao tutazama Bwana katika runinga, nguvu zako zikaweza kupenya mahala pale, waliofungwa katika dhambi, waliojeruhiwa, walionaswa katika mambo na mbali. Bwana ninaomba nguvu zako zikaweza kushuka na kutawala, zikaweza kuleta suluhisho katika maisha yao, zikaweza kuwa mponyaji katika maisha ya kiroho na ya kimwili, kwa utukufu wa jina lako Bwana. Hata nasi tumesikia neno yako Bwana siku ya leo. Ninaomba nguvu zako zitue katika maisha yetu, mkono wako ulio na nguvu na rehema ukaweza Bwana kuwa juu yetu katika jina la Yesu. Tufungue kila nira Bwana, tuweze Bwana kuwa wema mbele zako, tukasimama Bwana katika neno lako Yesu, na ili neno lako likakuwa mwanga katika maisha yetu Bwana. Neno lako ni kupanga ukotao kuwili Bwana, unaachilia neno lako kuwa na kusudi. Ninaombea waliofinyika ukaweza kuwaponya, walio chini ukaweza kuwainua siku ya leo Bwana. Weko hali katika maisha yao Bwana, ukakuwa Mwokozi, ukakuwa muumba mpya, ukakuwa na agano lao katika maisha yao Bwana. Wanapokurudia, wanapolitafuta jina lako, wakakopata kwa ukuu Jehova, ukaiponya maisha yao Bwana, mioyo yao Bwana itakazwa na nguvu zako. Tunakushukuru kwa hiyo ibada Bwana. Asante kwa vile umenena nasi, uhimidiwe na ubarikiwe Jehova. Tunakushukuru kwa wote walio karibu na mbali katika wesi Bwana, katika jamii hii Mungu kaibariki, ukawabariki na ukawainua katika jina na damu ya Yesu. Uhimidiwe siku ya leo, tunasema ni asante. Pokea sifa zote, maana Bwana huo una mpango, una kusudi kwa kila mmoja wetu, una lengo kwa kila mmoja yetu Jehova. Lengo na kusudi lako Bwana likatimika katika maisha yako, likatekelezwa kwa utukufu wako Mfalme. Tunasema ni asante kwa jioni ya leo. Tunakubariki na tunakuhimidi kwa masaa, kwa madakika na nyakati zinakokuja Bwana. Tusaidie kusimama na kutafakari ukuu na wema wako, maana neno lako ni jana, leo na hata milele, halitabadilika, litasidi na kunawiri na kutekeleza mapenzi yako na uhusiano wako Bwana. Tuomba jioni yale ukaikilia, ukatuponya, ukatuimarisha, ukatushika mkono, maana wewe ni Mungu Mwokozi. Uhimidiwe Bwana, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. God bless you and God bless our viewers. Oh. Okay. Sadaka, tithe, whichever you have, you can send to M-Pesa na Mungu wetu atawabariki. God bless you.